Kwa hiyo tayari unajua kwamba kuna aina mbalimbali za major 7th chord. Unajua kwamba kuna diminished 7, minor 7, minor major 7, dominant 7, minor 7 flat 5, minor 7 sharp 5. Nadhani unajua hizo. Lakini matumizi yake ndo ujui. Unajiuliza, je, nazitumiaje kwenye nyimbo zangu? Hilo swala tunatatua leo. Jina langu ni Tike kwenye beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki, channel yako YouTube ambayo inakufundisha utayarishaji audio pamoja na kinanda. Hilo tatizo huwa linatokea kama ujui hizi chords zinakaaje kwenye key. Okay? Sasa kwenye key nadhani tumewahi kuongelea swala la key signature, key na mode. Nadhani hiyo video ipo hapa, nadhani umewahi kuiona. Kama hujawahi, icheki, nadhani kuna kitu kimepop up kinakudirect kwenye hiyo video. Lakini vile vile ukifika kwenye hiyo playlist utakutana na video ambayo inaongelea swala la intervals. Hiyo nayo ni muhimu kwa sababu hivyo vitu viwili tunaviunganisha kwenye hii. Na kama hujaangalia video yetu ya mwisho kuhusu hizi tetrad chords, hapo nyuma ipo. Tutabase kwenye C major. Okay? Na A minor. Nadhani hizo ngazi ama scales unazijua. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia ni tetrad ama 7th chord gani zinaweza zikatengenezwa na zipo ndani ya hiyo alama ya ufunguo isiyokuwa na sharp wala flat. Na kwenye hizo modes ama scale ama ngazi ya C major na A minor zipi tunaweza tukazipata. Na baadaye hayo maarifa tukiyaelewa kwenye hiyo alama ya ufunguo moja, unaweza ukatransfer ukaingia kwenye alama za ufunguo zingine kwa kufuata intervals hizo. Ndio maana nasema na nasisitiza intervals ni muhimu kiasi hicho. Kwa hiyo tukianza na C major kama ngazi yetu, 7th chord ya kwanza itakuwa ni hiyo ambayo ni C major 7. Ya pili D minor 7. Ya tatu E minor 7. Ya 4 F major 7. Ya 5 G dominant 7 ambayo watu wengine wanasema ni G7. Ya 6 A minor 7. Na ya 7 ni B minor 7 flat 5. Kabla tujarudi kwenye C major 7 tulipoanzia, tuangalie upande wa A minor natural ambayo haina sharp wala flat. Zitakuwa ni zile zile, lakini tutaanzia kwenye noti tofauti na vile vile mpangilio wake utakuwa tofauti, lakini tukishajua pa kuanzia vyote vitafata kama ilivyokuwa kwenye C major. Kwa hiyo A minor natural ambayo haina sharp wala flat, ambapo tutakuwa na A minor 7 kama noti kodi yetu ya kwanza, B minor 7 flat 5 tetrad ya pili, C major 7 ya tatu, D minor 7 ya 4, E minor 7 ya 5, F major 7 ya 6, G dominant 7 ya 7. Kabla hatujarudi kwenye A minor 7 tulioanzia, tukiingia kwenye A minor harmonic, ambapo badala ya kuwa na G tutakuwa na G sharp. Kwa hiyo kila kodi ambayo ilikuwa ina G ndani yake itakuwa ina G sharp. Sasa badala ya kuanza na A minor 7 kama ilivyokuwa, kumbuka G imebadilika kuwa G sharp. Kwa hiyo A minor major 7 ndio kodi yetu ya kwanza. B minor 7 flat 5 itabaki kama kodi yetu ya pili. Sasa badala ya kuwa na C major 7 kama kodi ya tatu, mara hii itakuwa ni C augmented 7 ama C major 7 sharp 5 kama wengine wanavyoita. D minor 7 kama kodi ya 4 itabaki hivyo hivyo, na badala ya kuwa na E minor 7 kama tulivyokuwa nayo mwanzo, mara hii tutakuwa na E dominant 7 ama E7. Halafu F major 7 kama kodi ya 6 itabaki hivyo hivyo.
lakini mara hii badala ya kuwa na G dominant 7 kama tulivyokuwa nayo mwanzoni, tutakuwa tuna G sharp diminished 7. Kabla hatujarudi kwenye A minor major 7 yetu tuliyoanza nayo. Okay? So, flavor ya mwisho ni A minor melodic. Na kama unavyoona F imebadilika kuwa F sharp. Kwa hiyo mara hii tuna A minor major 7 kama kodi yetu ya kwanza. Alafu badala ya kuwa na B minor 7 flat 5 kama tulivyokuwa nayo, mara hii tutakuwa na B minor 7 kama kodi yetu ya pili. C augmented 7 kama ya tatu itabaki, lakini kumbuka hii sometime watu wanasema ni C major 7 sharp 5, nadhani hilo unalijua. Alafu D minor 7 tuliyokuwa nayo sasa hivi itabadilika na itakuwa ni D dominant 7 kwa sababu F imebadilika kuwa F sharp, na hii itabaki E dominant 7 kodi yetu ya 5 kama ilivyokuwa kwenye scale iliyopita, lakini badala ya kuwa na F major 7 mara hii tutakuwa tuna F sharp minor 7 flat 5 kama kodi yetu ya 6. Kodi ya 7 itabaki alafu tutarudi kwenye A minor major 7 tulioanzia. So kama ulivyoona, kodi hizi kama utazitumia inabidi ujifunze zinapokaa kwenye key. Kwa hiyo ukicheki kwenye description kuna link ambayo nimeattach. Nimetengeneza ka PDF kadogo ambako kana kuonyesha kodi hizi na hizo namna mbili za kuangalia nilizozielezea kwenye video hii. Kwa hiyo isisahau kupitia hapo, katakupeleka kwenye Google Drive ambapo unaweza download hiyo PDF ukajifunza vizuri zaidi. So tukikutana kipindi kijacho, nadhani tutaongelea hizi kodi zilivyotumika katika nyimbo mbalimbali, nyimbo ambayo umewahi kuisikia ama hujawahi kuisikia. Waafrika nimekuta hawazitumii sana, lakini wazungu huwa wanatumia sana. Kwa hiyo muziki ambao tutakuwa tunatumia kwa analyze swala hilo, nadhani utakuwa ni wa kizungu. Kabla sijaondoka hapa, sponsor wangu ni Mount Carmel Junior School. Hii ni shule ya msingi na chekechea ambayo inapatikana wilayani Ilemela jijini Mwanza, Tanzania. Kama wewe ni Mkongo, Mkenya, Mganda, Tanzania shule nzuri zipo. Hii hapa inaitwa Mount Carmel Junior School na wanafundisha vizuri. Wana mazingira mazuri ya kujifunzia, wana walimu waliobobea katika taaluma hii ya ufundishaji, wana huduma za usafiri, huduma ya chakula. Ukimpeleka mtoto wako pale anakuwa ameenda kusoma, na inabidi uwe na amani, kwa sababu mwanzoni hilo swali lilikuwa linasumbua watu, lakini kwa information nilizozipata including mimi mwenyewe, hao watu wapo vizuri sana kwenye swala hilo. Jina langu ni Tike kwenye beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki. Tukutane kipindi kijacho, Mungu akipenda.